Mji wa Dar es Salaam ulikuwa umepumzika, lakini si kwa utulivu. Katika vijiwe vya kahawa maeneo ya Manzese na Tandale, gumzo lilikuwa moja tu: kuchukuliwa nyeti. Habari zilidai kuwa kuna vijana, wengine wakihusishwa na makundi ya uhalifu, wanaotumia uchawi wa kisasa au dawa za kulevya kupoteza fahamu za watu na kuiba viungo vyao vya siri bila wahusika kujua mpaka watakapofika nyumbani. Juma, kijana mtanashati aliyekuwa akitafuta riziki yake mjini, alikuwa akirejea nyumbani saa 4 usiku baada ya kumaliza kazi yake ya ulinzi. Akiwa anapita kwenye mtaa mmoja wenye giza totoro, alihisi harufu kali ya marashi yasiyoeleweka. Kabla hajageuka, alihisi mkono baridi ukimgusa begani. Ganzi na taharuki. Sauti ya upole ilimnong'oneza, "Samahani kaka, huku ni wapi?" Juma aligeuka kumtazama kijana aliyekuwa amevaa kofia ya pama, bucket hat, iliyomfunika macho. Juma alijibu kwa mkato, lakini ghafla alihisi mwili wake wote ukikosa nguvu. Alijihisi kama anayeyuka. Alipofika nyumbani, hofu ya mtaani ilimjaa kichwani. Alikumbuka simulizi za vijiweni, ukiguswa tu vinapotea. Alijitazama kwenye kioo, moyo ukimdunda kama ngoma ya kiduku. Kwa sekunde chache, akili yake ilimpa picha kuwa mzigo haupo. Alipiga yowe ambalo lilihamisha wapangaji wenzake. Ukweli wa mambo. Wapangaji walimkuta Juma ameshika suruali yake huku akitetemeka. Mmoja wa wazee wa mtaa, mzee Kalfan, alimshika bega na kumtuliza. "Juma, hebu tulia. Umeguswa au umeibiwa kweli?" Baada ya ukaguzi wa hofu na aibu kidogo, Juma aligundua kila kitu kipo mahali pake. Lakini hofu ilikuwa imemtawala kiasi kwamba ubongo wake ulimdanganya. Mzee Kalfan alicheka kwa uchungu na kusema, "Hizi habari ni mchanganyiko wa mambo mawili: hofu ya kishirikina inayotumiwa na matapeli kutishia watu ili wawaibie simu na pochi, na taharuki ya mitandaoni ambapo kila mtu anatafuta views kwa kutengeneza kisa cha kutisha." Simulizi ya Juma ilisambaa mtaani, lakini safari hii kama fundisho. Ingawa kuna matukio ya kihalifu yanayohusishwa makundi ya vijana kutumia dawa za kulevya kupoteza fahamu za watu kama Panya Road, suala la kuchukuliwa nyeti lilibaki kuwa kitendawili cha kisaikolojia. Watu walijifunza kuwa usikubali kuguswa au kusemeshwa na watu wasiojulikana kwenye maeneo yenye giza. Epuka taharuki. Sio kila kinachosambaa WhatsApp ni kweli. Vingine ni mbinu za wezi kuleta hofu ili wapate upenyo. Ushauri: katika mazingira ya sasa, ni muhimu kuwa mwangalifu na watu unaowakutana nao usiku, lakini pia ni muhimu kutunza afya ya akili na kutokubali hofu itawale uhalisia wako.